government that has got a police department, why do you need to pay anyone to protect you? You have a right to do a business. You buy a matatu, you go to the road, you do business. You earn some money from it, you pay your loan, you look after your children and raise your family. Why do you need anyone to protect you? It's so exciting to see these young people, all of them young people, trained in Kenya, who have gone to Kenyan institutions. And all these people needed all along is courageous and visionary leadership to give them an opportunity to use the talent they have and the education they have acquired to serve their country. With each wrong decision we make as public leaders, and with every moment we succumb to middlemanism and the cartels, we deny these young people an opportunity to do what we have seen them do. Second, Matiang'i is not a politician. Matiang'i is a professional. Matiang'i is a lecturer. We also need to look for the track record. Uhuru Kenyatta, ni heshima kubwa ndugu yako William Ruto alikufanyia, bila kuambia Wakenya kenye ilifanyika kwa serikali yako. Unaongea sasa maneno mingi, unajifanya baba sasa hivi, na wewe unajua wewe sio baba wa nchi. Wewe ni mtu ulichukua loan yenye Kenya italipa miaka 40. Wewe ni mtu ulitoka pale kwa serikali, uliwacha $1 million kwa account ya serikali. Wewe ni mtu unajua ile ulifanya yote. Lakini ndugu yako William Ruto amekuheshimu sana. Kile siku ya Gen Z ulikuwa unaongea unaambia Gen Z sijui nyinyi ndio mtafanya nini hapo katika taifa la Kenya. Jana vile vile umetoka kuinsight vijana. Nataka tukwambie Uhuru Kenyatta, si kwa nataka kuongea kuhusu wewe tena, kwa sababu nilikwambia ya kutosha wakati ile. Lakini kwa sababu wewe ni mtukutu na wewe ni mtu unajifanya, kwa sababu uheshimu wa Kenya wengine, uko na arm of us, unafikiria hii nchi inafaa tu bae kwa mfalme kama wewe na Moi na wengine. Nataka nikwambie Uhuru Kenyatta, funga mdomo, enda kanisani, enda gym kwanza, kwa sababu unaelekea mahali pabaya. Wachana na hii nchi William Ruto aendesha. Tafadhali, kwa heshima kubwa. Hata wino yenye ulikuwa unasainia decisions kama rais hata haijakauka, lakini suddenly umekuwa very clever na umekuwa malaika haraka. Sasa wewe ndio unatupatia lecture kusema fanyeni maandamano, pigeni serikali. Na jana ulikuwa hapa, hata miguu yenye hata ile penye ulikanyaka ukitoka mlango ya State House haijakauka. Suddenly very clever. Picha nyingine last week watu wamepiga picha wanasema ati audacity of hope, new dawn. Sasa Rigathi Gachagua ni new dawn in Kenya. Jamani. Unajua saa ingine mimi nataka hata Yesu arudi haraka. Sasa ati wanapiga picha ati audacity of hope, ati new dawn. Nikaangalia picha namna hii, naona Martha Karua, naona Rigathi Gachagua, naona Mukisa Kitui, naona inaitwa nani ile mwingine ile Chris Wamalwa, no, Eugene Wamalwa. Naona watu tumetembea nao miaka mingi mpaka tukanyoroshwa tukalia pamoja ati new hope, new dawn. Unajua sasa tangu mzee Ojwanga kufe vitimbi sasa imeenda kwa wanasiasa. Kuna mjumbe alishikwa alifanyiwa abduction. Baadaye tumekuja kurealize kumbe mjumbe hakufanyiwa abduction. Yeye alienda sleep over na rafiki yake mwingine hapo. Alafu anasema ati ni serikali wamefanya abduction. Na wakasema ati kuna maofisa wa serikali wa kutoka jamii ya Nandi ati wao ndio walifanya abduction. Baadaye ikajulikana ni mrembo anaitwa Nduta, alikaa na akarelax na yule mjumbe usiku yote. Mjumbe akapata ile inaitwa soft tissue injuries. Hatujui sasa hii injuries ya usiku yote na mrembo mmoja na mtu akapata soft tissue injuries. Tunasikia ati hawezi zungumuza, sijui mdomo yake ama koo yake ilifanyika nini. Hatujui yeye alikuwa anapiga nduru usiku yote ya kufanya nini mpaka sauti ikapotea. Na sasa wanataka kuja kuongea hiyo ujinga na kusema ni serikali ndio imefanya abduction. We want to tell these people, please. Na sasa tumejua ile abduction imekuwa ikifanyika Kenya hii, lazima hata huyu Rigathi Gachagua achunguzwe wakati yeye amekuwa bado katika kiti kama deputy president. We now
Ambo, Jothurwa, Umor, Will, Ushiek. It is an honor, Your Excellency, to be allowed to greet these people today. This, as the governor has said, is a great day for the Homa Bay County. But more importantly, Your Excellency, it is a testament that devolution works and can work if it is empowered. Your Excellency, 62 years ago, the founding fathers of our nation, after a very long struggle for independence, attained internal self-government on this day. And that's the day when Pimas now had a hope that eventually the country was going to be independent. They went on further to coin the Kenyan dream in our national anthem. You'll find it in several stanzas of our national anthem. The first one which says, Lord, bless this land of ours. Justice be our shield and defender. May we dwell in liberty, peace and liberty.